Tulizo halikuwa ndoto ya mama. Uniform safi, daftari mkononi kama kawaida, lakini njia zikaanza kumpoteza taratibu. Marafiki wapya, usiku ukawa siri yake nzito. Wewe unaweza ukaidiwa kuolewa, ukaidiwa ndo na barua uchumba ukatolewa pia, lakini kuolewa si olewa usiwe ndani. Kwa hiyo kama alikuahidi nyuma, sasa hizi ana mwanamke mwingine. Wewe dada wewe. Tunanipandisha hasira wewe. Yes, calm down. Uongea nini? Kuna kitu utachokiongea mimi nikakuelewa hapa. Basi naomba. Hatusikula namba vitu vyangu. Sawa, naomba sikiliza. Namba vitu vyangu vipi niondoke? Abi, akimuumiza mtoto wangu. Akimuumiza mtoto wangu. Basi. Abi, na mimba tena. Sasa ndio hivyo ndio shakupasa. Yaani hapa sasa hivi tushamalizana. Lete vitu vyangu. Usinijue nisikujue kuanzia leo. Kila mtu afanye mambo yake. Sijui umenielewa? Baki na mwanamke wako. Umeona? Ananipandisha pressure. Unajua kama mimi na mtoto tumboni? Mimi na yeye nani alianza? Sijapenda sababu Mungu anataka. Tulizo halikuwa ndoto ya mama. Uniform safi, daftari mkononi kama kawaida, lakini njia zikaanza. Mwanangu, ndio ile siku kule ulisema mtaani ndio mwanangu nilimtongoza. Unaona? Kwa hiyo kumtongoza sasa alinasi hakunipa majibu mazuri. Ndio. Ila ameniambia unasema nipeleke. Sisi nikamchukua hapa nikapo nao. Yaani wewe kidogo mwanangu. Yaani abiria nampeleka hapa tena namtongoza. Sasa natoka nao mwanangu. Naenda unafika kule mwanangu. Utanikuta mwanangu hata siamini. Hebu kwanza lete picha kwanza. Ndio nilipopeleka yule demu. Yule jamani nani yule demu ni mtu wake. Yaani nilichanganyikiwa nikasema ila nitamtafuta. Pia kinyama. Unaona? Ni mind kinyama yule. Ila nikimkamata lazima nioshe. Nikamkamata roho. Ficha ndio. Wewe kawaje sasa? Hamna, nikaondoka tu. Ila nimechukia nimemind kinyama yule dada nikimkamata mdomo. Habari zenu? Salama mama, shikamo. Naendeleaje? Sana vizuri mama. Samahani. Bila shaka. Bwana muuliza hizo. Ni kweli mama, mjukuu wako alikuja. Lakini sijampatiza mimi. Sana. nakuomba unipeleke pale ulipompeleka Tulizo. Samahani. Basi sawa mama, tutakwenda kupeleka. Tulizo halikuwa ndoto ya mama. Uniform safi, daftari mkononi kama kawaida, lakini njia zikaanza kumpoteza. Karibu. Bebe, umefikaje hapa?
Karibu. Asante. Za hapa Salama. mnaendeleaje? Jambo. Nahangaika kutafuta, kumbe upo hapa. Yaani kusema ukweli bibi, mimi nilivyogundua kama ni mjamzito nikaogopa kuambia wewe na mama, nikajua nikiwaambia mtanifukuza. Kwa hiyo nikaamua tu kujiongeza nije kwa mhusika. Mhusika yuko wapi? Yupo ndani. Na Mungu. Abi. Naam. Karibu mama. Asante. Huyu binti unafahamu? Namfahamu. Unajua kama ni mwanafunzi? Hapana. Hakuniambia kama ni mwanafunzi. Ni mwanafunzi na ana siku 3 na mtafuta. Mpaka nimefika hapa, nimefanya kazi. Na kwanza mama, mimi niombe radhi. Na kitu kingine kama nilivyokuambia hapo awali, mimi nilikuwa sijui wanafunzi. Na kitu kilichopelekea ambacho hadi mimi kuja kumpokea kwa nyumbani, huyu ni mjamzito. Kwa hiyo hali ilipelekea kwamba nikashindwa kumkataa. Na kitu kikubwa zaidi, aliniambia kwamba nyumbani amefukuzwa. Kwa alikuja hapa siku ile na mabegi yake analia. Umeona, nikaona si vyema kumfukuza mimi pia. Nikaamua nipokee ili tuangalie maisha tu hapa nyumbani. Na nikapanga siku yoyote kwamba nikikuwa free ili tuchukuzane mimi na wenzangu ili tuje nyumbani. Kwanza mnifahamu na hata pia nyinyi mjue mtoto wenu anakaa sehemu gani. Lakini mwenzangu anipe ushirikiano. Nikimwambia anipiga kalenda leo kesho. Kwa ikawa hivyo siku zinakwenda sipati majibu yote. Lakini nakushukuru pia mamangu kwa kupoteza muda wako na kumtafuta binti yako sehemu alipo na hadi kuja kukuta yuko sehemu sahihi. Mimi niombe radhi kwa usumbufu uliotumia mamangu. Hivi thamani ya mwanafunzi unaijua? Ni kweli mamangu. Miaka 30. Una umri gani? Na 25. 25. Miaka 30 huko utakayoenda kutumikia itafika miaka mingapi? 55. Una mjukuu nyumbani. Ni kweli mama. Kama hata kusema kwamba naomba radhi, sababu ningefahamu yote hayo. Basi ina maana kwanza nisinge tukana kimahusiano. Hata pia nisingemkaribisha hapa nyumbani. Ila nilikuwa sijui kinachoendelea. Alinificha kila kitu. Naomba radhi sana mama. Sawa. Ni kweli mamangu. Ila pia nikutoe shaka kwa swala hili. Mimi niko lazi kuishi na binti yako. Na pia mimi nitamuoa atakuwa mke wangu wa halali. Na kingine cha kujazia labda mimi naomba leo kwanza tuache. Tuweke mambo sawa hapa nyumbani. Ila kesho tutachukuzana mimi na bibie. Basi tutakuja nyumbani ili tuanze process ya kesho. Kesho isiwe kesho kutwa. Mama, ni kesho nakuja. Sawa. Mimi naenda. Basi. Ngoja.
itakusaidia hapa njiani. Haya, asante. Haya mama, karibu sana. Haya. Haya, kuwa na amani. Msikose kesho. Mama, sawa. Nimekuelewa. Nitakuja. Sikize. Kuna tia ya wanawake. Tulizo halikuwa ndoto ya mama. Uniform safi, daftari mkononi kama kawaida, lakini njia Mama, vipi mbona kama amekuwa kaondoka? Yaani ameondoka, hataki kunisikiliza. Hataki kunielewa kabisa hili swala. Amekasirika. Kwa hiyo mimi nitaongea naye tu. Nitaendelea kuongea naye. Basi naona hamna kinachoshindikana sababu muhimu wewe upo. Basi naona swala utalipia tu mwenyewe. Na kuhusu kama ulivyosema kuhusu habari ya barua, mimi barua nitamtolea. Na kwa hili tu mimi nitaishi naye. Ila kumbuka pia mwenyewe pia nina wazazi. Na hili swala bado wazazi walifahamu. Tunajua mimi na nyinyi tu. Kwa hiyo naomba unipe muda ndani ya wiki moja niende nyumbani nikawaelezee kilichonisibu. Umeona? Baada ya hapo mimi akinipa ruhusa kama wazazi wangu, basi nisika budi nitafanya kama inavyotakiwa. Nitaita barua, baada ya hapo ndoa ifanyike. Sawa, hamna shida. Sawa. Basi mama, mimi sikae sana. Watu ndikuage. Sasa tukifanya mambo mengine. Sawa. Karibuni. Sawa. Hapa kidogo na hela sukari hapa mama. Wanikuachie hapa ili madi naye uangalie fanye wazee bwana na mambo yenu. Asante. Nitakusaidia siku ya leo. Asante sana. Haya, karibuni. Asante. Tulizo halikuwa ndoto ya mama. Uniform safi, daftari mkononi kama kawaida. Nini naye baki? Mke wangu. Sasa kumisi unajua. Mimi mwenyewe nimekumisi pia. Tafadhali tuanze. Nimekaa. Tuanze. Subiri kwanza. Mimi nimekaa na kuwaza tu hapa, afadhali kwanza umekuja. Si ndio nimekuja kwa ajili yako. Maana nataka chips. Tena. Yaani hapa nimekaa mchana kutwa nahangaika. Yaani nahangaika wewe. Nakaa huko story, nakaa kule story. Yaani na hamu ya chips. Na si mtoto wako tu. Sawa. Basi nakuletea. Tena usikia nakuletea chips yai na kuku ambayo unawapendaga. Sawa. Basi chafu. Lakini sasa fanya hivyo. Mimi nipate nguvu kwenda juu. Unajua Nina kwanza bwana kamletea viazi. Alafu kisha rudi mambo mengine atafuata. Umeanza lakini. Ndio. Lakini fanya hivyo hata kimoja tu. Mimi naenda kwa ina nakuletea viazi. Umeanza. Nenda kwanza bana. Kidogo tu. Mimi mwenyewe njaa inaniuma. Nenda kwanza. Kwa nikirudi hapa kwa kikari kabla ya kula tunaanza, si ndio? Kwa nikirudi hapa kwa kikari kabla ya kula tunaanza, si ndio? Kirudi uhakika ila unaoga kwanza. Sasa ukioga naye morali inakuwa inaisha pale pale, joto jua baadaye. Unaoga kwanza wewe?
Sikia jasho kikwapa tu. Ila mimi ndo navaa ujue lakini. Ndio vaa. Si unaenda tu mara moja afu unarudi. Kwa ndo niende. Nibakie na unavuliza. Nenda, mwambie kwa kina vipilipili vingi vingi tu hapo. Vichachue mdomo. Sawa lakini. Uwai. Sawa. Napenda. Tulizo halikuwa ndoto ya mama. Uniform safi, daftari mkononi kama kawaida, lakini njia zikaanza